Katika maisha yake Yesu Kristo alikuwa na tabia ya kuwaambia watu maneno wasio tarajia ama kufanya matendo ambayo hawakutarajia. Mara nyingine wanakuja kwake na kumwambia kwamba watu hawana chakula, wakiwa watu 5,000, na Yesu Kristo anawaambia, kwa nini msiwape chakula? Hawakujua cha kusema baada ya kusikia jibu hili. Na wakati alipoambiwa ya kwamba Lazaro ni mgonjwa, akawaambia wanafunzi wake, wacha tusubiri hapa. Na alienda tu wakati alipojua ya kwamba Lazaro ameshakufa. Hakufanya mara nyingi vile watu walivyotarajia. Na katika mlango huu wetu wa leo 13 tunaambiwa kuhusiana na tendo alilofanya Yesu Kristo lililowashangaza wote waliokuwa pale. Wanafunzi wake walikuwa pamoja naye kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 3. Walijifunza kutoka kwake. Walikuwa pamoja naye kila siku, wakifundishwa naye na kuona matendo aliyofanya na kusikia mafundisho. Lakini hata hao waliomjua sana walishangazwa na tendo hili alilofanya mwisho wa maisha yake. Nasi pia tutashangazwa tunapopitia mlango huu. Katika mstari wa kwanza na tutakuwa tunapitia pole mstari baada ya mwingine, tunapata ya kwamba ilikuwa tu mara tu kabla ya siku kuu ya Pasaka, na Yesu alijua ya kwamba wakati wake wa kuondoka ulimwenguni ili kurudi kwa Baba umewadia. Yaani tunaambiwa hapa ya kwamba alijua kilichokuwa mbele yake. Ingekuwa labda ya kwamba leo ulijua siku hii ya leo ama jioni hii nitakula chakula pamoja na marafiki zangu, lakini kesho yake nitakufa. Je, ungeitikia vipi? Ungefanya nini? Ungesema nini? Uzuri wetu ni kwamba mara nyingi hatujui kilicho mbele yetu, lakini Yesu Kristo tunaambiwa hapa akijua kuhusiana na yale yaliyokuwa mbele yake. Ile siku ilikuwa ifike kesho yake ya kuondoka kwake ulimwenguni, na alijua yote yatakayotokea. Alijua ya kwamba Petro naye ambaye anazungumza naye katika mlango huu, Petro mwenyewe atamsaliti. Alijua ya kwamba wanafunzi wake wote watamtelekeza, ataachwa nao. Alijua ya kwamba atapelekwa mbele ya Pilato na kushtakiwa mashtaka ya uongo. Alijua ya kwamba atachukuliwa na watu wenye dhambi na kupelekwa msalabani, na alijua ya kwamba ataenda kugongomewa pale msalabani na kufa kifo cha maumivu mengi. Naye alijua ya kwamba pale msalabani hata kufa tu kifo cha kawaida, lakini katika kifo chake angekuwa anabeba dhambi za watu wake wote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na alijua ya kwamba baada ya jambo hili angefufuka kutoka kwa wafu na kumrudia Baba yake aliye mbinguni. Lakini ningependa tugundue kitu hapa.
akiyajua haya yote, anachagua kufanya tendo hili. Anachagua kuonyesha upendo wake kwao licha ya kujua yale yote yaliyokuwa mbele yake. Kama sisi tungelijua ya kwamba hata mateso ya kiwango kidogo sana yakilinganishwa na mateso Yesu Kristo aliyopitia, ya kwamba tutayapitia kesho, sijui kama upendo wetu ungekuwa wa namna hiyo. Hapo tunaonyeshwa ya kwamba Yesu Kristo ni mwanadamu. Ni mwanadamu kweli kweli, akiwa na moyo wa kibinadamu. Wakati wa kujua ya kwamba utaondoka katika maisha haya, jambo la kwanza ambalo watu wengi wanafanya ni wanataka kusikia kutoka kwa familia yao. Wanataka kuwaonya ama kuwapa maneno ya kuwafariji na kuwatia moyo. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Yesu Kristo. Hataki kujiweka kando. Anataka watu wake wawe karibu ili apate kuwaaga kama mwanadamu awaye yote. Lakini hapa tunaonyeshwa pia ya kwamba wakati wake wa kurudi kwa Baba yake ulikuwa umewadia. Ama kama ilivyo katika mstari wa 3, akijua ya kwamba Baba ameweka vitu vyote chini ya mamlaka yake, na ya kwamba alitoka kwa Mungu na alikuwa anarudi kwa Mungu, hivyo akafanya vile alivyofanya. Kwa kifupi, Yohana anatuambia hapa ya kwamba Yesu Kristo alijua ya kwamba wakati umefika kupewa mamlaka yote mbinguni na duniani, ya kwamba hakuna mwanadamu awaye yote ambaye amefikia kiwango hicho, na ya kwamba ataendelea kutawala juu ya vitu vyote mbinguni na duniani. Na cha kushangaza ni hivi: mtu ambaye amepandishwa, mtu ambaye amefika mahali katika maisha yake, si rahisi kwake kujishusha chini na kunyenyekea. Lakini Yesu Kristo, akijua ya kwamba vitu vyote vimewekwa chini ya mamlaka yake, hapo ndipo alipojishusha, akajifanya kuwa mtumishi wa wanafunzi wake. Hapo kuna unyenyekevu ambao haujawahi kuonekana duniani. Wakati ambapo ataenda kutukuzwa zaidi mbele ya Baba yake, anajishusha chini, anafanya kazi ama anahudumia watu, anafanya huduma ya chini zaidi. Hakuna mtu yeyote ambaye tunaweza kumlinganisha naye, na hakuna watu pia katika maisha yetu ambao tunaweza kusema huyu ambaye alikuwa amepandishwa juu lakini alijishusha chini kama vile Yesu Kristo alivyojishusha chini. Labda utakuwa umewahi kusikia kwamba mtu fulani akapandishwa cheo katika maisha yake, akawa mtu wa maana kubwa, lakini hakusahau watu wake. Anawakumbuka, anawarudia, anawasaidia. Lakini hakuna mtu yeyote ambaye utaweza kumlinganisha na Yesu Kristo, ambaye baada ya kujua ya kwamba amepewa vitu vyote, akawa mtumishi wa wanafunzi wake na kuwanawisha miguu, akifanya kazi ya mtumwa. Na kupitia kwa tendo hili, Yesu Kristo anawakemea Wakristo wote wa leo ambao ni kazi yao kumwiga Bwana wao, kufanya alivyofanya mwenyewe. Lakini je, tuko tayari kweli
kunyenyekea namna hiyo, kujishusha chini kwa njia kama hizo. Kuna mtu aliye chini zaidi ambaye tusingeweza kumtembelea kwa sababu tumefika mahali fulani katika maisha yetu. Kuna mtu ama kuna mtoto fulani ambaye hatungeweza kujichafua kimawazo yetu kwa kumtembelea, kumshauri, kumpatia neno ama kumsaidia kwa njia yoyote nyingine. Wakristo wa kweli ambao wanafaa kumwiga Bwana wao wanafaa kuangalia mfano kwa makini aliotoa hapa na kujiuliza, je, kama Bwana wangu alikuwa tayari kuwahudumia wanafunzi wake na kujifanya kuwa mtumwa wao wakati akiwa mfalme wao, je, kuna mtu ambaye ningemdharau na mtu ambaye nisingeweza kumhudumia kama vile Yesu Kristo alivyowahudumia wake? Yesu Kristo hapa aliwanawisha miguu, na labda utasema ya kwamba leo sidhani kwamba kuna mtu ambaye ananihitaji nimnawishe miguu. Lakini Mungu huangalia moyo, na ni kanuni inayotolewa hapa, kanuni ya huduma kwa ajili ya walio chini, walio maskini, wasiojiweza. Na ni mtihani pia, ni jaribio la imani yetu kujiuliza swali hili: kama ingehitajika ya kwamba nimnawishe mtu miguu, je, ningekubali kufanya? Je, kuna mtu yeyote katika maisha yangu ama mtoto yeyote katika maisha yangu ambaye anastaajabu anapoona upendo wa namna hii ukionyeshwa juu yake? Katika mstari wa 15 tunasoma hivi: mimi nimewaweka kielelezo kwamba imewapasa kutenda kama vile ninavyowatendea ninyi. Lakini Petro anakosa kuelewa. Yesu Kristo anamfikia Petro, anaenda kunawisha miguu yake Petro. Na kama tunavyojua kuhusiana na Petro, ni mtu wa hisia zake zinapanda juu kila wakati. Yule wa kwanza wa kujitupa kutoka kwa mashua na kutembea juu ya maji ni Petro. Yule ambaye alimwambia Yesu Kristo baada ya kuambiwa kuhusiana na kifo chake na ufufuo wake, yule aliyemwambia wewe hautakufa, Petro. Yule aliyemkana Yesu Kristo usiku huu kwa sababu ya hofu, huyu Petro. Alikuwa mtu wa kubadilika kuwa moto siku moja na baridi siku nyingine. Na hivyo ndivyo tulivyo sote kwa njia moja au nyingine. Lakini Peter anapata shida ya kuelewa. Anamwambia Yesu Kristo, je, Bwana, utaninawisha mimi miguu? Na ni swali zuri. Anajiona kuwa ni mtu wa chini. Petro ni mvuvi kwanza, hana kazi ya maana, si mtu wa maana, si msomi. Alafu Yesu Kristo anamtambua tayari ya kwamba ni Bwana wa vyote. Sasa yeye anaona nafasi kubwa kati yake na Yesu Kristo. Anamuuliza swali, kwani wewe kuninawisha mimi miguu inakuwaje?
Ni kutosha kuelewa kwake Petro ya kwamba Yesu Kristo amejishusha, amekuja ulimwenguni kama mwanadamu kuwaokoa wenye dhambi. Ametembea katikati yetu, ametuponya magonjwa yetu, ametufundisha, sawa. Lakini kutunawisha miguu, yaani kufanya kazi ya chini zaidi, anapata ugumu hapa kukubali. Kama ni kunawisha miguu, Petro yuko tayari, atamnawisha Yesu Kristo miguu. Lakini kubadilisha mpaka Yesu Kristo amfanyie yeye, anajiuliza maswali mengi. Inawezekanaje ya kwamba Bwana wa vyote afanye kazi ya mtumwa? Bila shaka hii ni kupita kiasi. Na kwa njia moja tunaweza kubaliana naye, Petro alikuwa sahihi. Na kama angalijua ya kwamba usiku ule ule angemsaliti Yesu Kristo zaidi, lakini Yesu Kristo anamwambia kuna sababu, Petro. Yesu akamjibu, hivi sasa hutambui lile ninalofanya, lakini baadaye ndio utaelewa. Anamwambia Petro ya kwamba ile kazi ambayo nakufanyia ina maana fulani. Na hii ndio dokezo la kwanza ya kwamba kuna maana zaidi ya kuosha miguu tu. Lakini hasemi hapa maana yake ni nini haswa. Anamwambia tu kwamba kuna maana fulani hapa. Hautatambua sasa, lakini baadaye utaelewa. Na katika kusema hivi, Yesu Kristo anatufundisha somo zuri sana. Imani haijui kila kitu, wala imani haihitaji kujua kila kitu. Ingekuwa kwamba lazima Petro ajue maana yake, Yesu Kristo angemwambia hapo hapo. Lakini anamwambia wewe ukubali tu, alafu baadaye utajua sababu. Na hivyo ndivyo ilivyo kuishi kwa imani. Kuna mambo mengi ambayo watu wa Mungu hawataelewa katika maisha haya. Kwa nini nimepitia hali hiyo? Kwa nini Mungu ameruhusu hivi na hivi? Yesu Kristo anasemaje? Hautajua sasa, lakini baadaye ndio utaelewa. Wewe kwako ni kuishi kwa imani, si kwa macho. Ukiishi kwa macho utaishi kwa hofu, lakini yetu ni kuishi kulingana na imani tu. Sasa Petro baada ya kusikia maneno haya anakataa mara moja. Akamwambia, la, wewe hutaninawisha miguu kamwe. Na katika lugha ya asili ina ukali zaidi. Anamwambia Yesu Kristo, hakuna wakati wowote ambapo utaninawisha miguu. Haiwezekani. Mara ya kwanza tunaweza kumsamehe Petro kwa sababu ya unyenyekevu wake, lakini hapo amepita kiasi. Si Yesu Kristo ameshamwambia kwamba kuna sababu? Wewe ukubali. Lakini hapo ndipo tunapoelewa ya kwamba ule unyenyekevu uliodhaniwa wa Petro ulikuwa si unyenyekevu, bali ni kiburi. Ni kiburi. Kiburi kwa sababu hakuweza kupokea neema. Labda tunaweza kusema ya kwamba Petro, sijaona kwamba amefanya kosa hapa. Kosa alifanya kweli, kwa sababu Yesu Kristo alimneemesha, na baada ya kumneemesha akamwambia, tulia, uniruhusu. Kuna maana fulani hapa Petro, wewe uniamini tu. Na Petro akasemaje? La. Wakati utakapomrudia Bwana kumwambia la,
ndipo hakuna mtu atakwambia ya kwamba umefanya vyema. Petro hakuwa tayari kukubali tendo hili kwa neema. Hakuweza kupokea neema hiyo. Na moyo wa mtu yeyote ambao haujajifunza kupokea neema ni moyo ambao umepungukiwa. Yule atakaye mwendea Yesu Kristo na kumwambia Yesu Kristo, nitakufanyia hivi na hivi na hivi, lakini kupokea kutoka kwako siwezi. Huwezi, lakini hautafika mbinguni kwa njia yoyote nyingine ila ni kupitia kwa neema yake. Usipojifunza kutoka kwake kwa Roho wake Mtakatifu kupokea neema yake, hautaweza kuingia katika ufalme wake. Watu wengi wako hivi leo wanaongelea Ukristo kana kwamba ni sisi ambao tunamsaidia Yesu Kristo. Hautamsaidia chochote. Hakuna chochote ambacho unaweza kumfanyia ambacho yeye mwenyewe hawezi kukifanya. Hata ukihubiri kwa siku zako zote na kuwahubiria watu Injili na kuwabatiza watu wengi, hutakuwa umemsaidia. Hutakuwa umefanya kitu ambacho yeye mwenyewe hawezi kukifanya. Chetu ni kuenda kwake na kupokea kutoka kwake neema ambayo sisi wenyewe hatuwezi kufanya. Hatuwezi kukubalika mbele ya Mungu pasipo yeye. Lakini Petro alikuwa hajajifunza ya kwamba anamtegemea huyu Yesu Kristo kikamilifu. Hata Yesu Kristo angemfundisha tena siku hiyo hiyo ya kwamba akijitegemea mwenyewe na nguvu zake ataanguka. Si ni Petro ambaye alisema hivi, sitakukana Yesu Kristo. Alimkana ama hakukana? Alimkana si mara moja wala mara mbili, mara tatu. Alimkana hata kwa kutoa laana. Yesu Kristo anamfundisha polepole, Petro, usijitegemee mwenyewe. Neema imetolewa kupitia kwangu. Upokee neema hiyo, ndio utaweza kusimama. Lakini kwako mwenyewe huna nguvu yoyote ya kusimama. Lakini Yesu Kristo anachukua nafasi hiyo ya kufundisha somo la kiroho. La, wewe hutaninawisha miguu kamwe. Yesu Kristo anamwambiaje? Kama nisipokunawisha wewe huna sehemu nami. Hala? Kwani ni muhimu sana ya kwamba Yesu amnawishi miguu? Hapana. Kuna maana fulani hapa. Yesu Kristo ameshadokezea ya kwamba kuna maana katika tendo hili, na hapo ndipo tunapopata maana yake. Anaongea kirohoni. Nisipokunawisha ama nisipokuneemesha, nisipokuosha, Petro, huna sehemu yoyote nami. Katika mstari wa 10 tunaambiwa mtu aliyekwisha kuoga anahitaji kunawa miguu tu, kwani mwili wake wote ni safi. Ninyi ni safi, ingawa si kila mmoja wenu. Akimwongelea Yuda Iskariote. Sasa huu usafi ambao unaongelea hapa sio safi wa mwili, sio safi wa miguu, ni usafi wa roho. Na anasema ninyi mmeshakuwa safi, ila moja tu ni mchafu bado, Yuda Iskariote. Laiti dunia yote ingeelewa jambo hili, ya kwamba pasipo kuoshwa na Yesu Kristo hakuna yeyote ambaye ana sehemu naye. Ni mmoja wapo wa kauli za Yesu Kristo ambayo iko wazi zaidi. Nisipokunawisha huna sehemu nami. Kwa kifupi, Petro, wataka sehemu nami, wataka kuenda mbinguni, wataka kuishi nami milele na milele,
usipopokea neema hiyo kutoka kwangu, usitarajii kwamba utakuwa mbinguni. Mtu ambaye hawezi kujifunza somo hili, mtu ambaye hawezi kuneemeshwa, atafikaje mbinguni, mahali ambapo watu wanaingia kwa neema tu? Petro anaposikia jambo hili anabadilika kabisa. Na laiti sisi sote pia baada ya kusikia maneno kama hayo tungebadilika kabisa. Ndipo Simoni Petro akajibu, usiniunawishe miguu peke yake Bwana, bali pamoja na mikono na kichwa pia. Kama ni hivyo, kama sitaweza kuwa na sehemu nawe pasipo kuoshwa, nioshe mwili wote, usiache hata sehemu moja. Nataka kuoshwa kikamilifu, nisiwe mchafu, ili nipate kuwa na sehemu nawe. Kwa nini alisema hivyo Petro? Kwa sababu alimpenda Yesu Kristo. Hakuwa mkamilifu, alifanya makosa mengi, aliongea vibaya, alifanya vibaya, lakini alimpenda Yesu Kristo na alithamini wokovu unaotoka kwake. Akamwambia, kama ni hivyo ya kwamba siwezi kuwa na sehemu nawe kwa njia yoyote ile, basi nioshe kabisa kuanzia miguu hadi kichwa, kwa sababu mimi nataka kuwa pamoja na Yesu Kristo. Kutokuwa na Yesu Kristo ni kama wazo ambalo ni janga kwake Petro. Hawezi kufikiria dunia pasipo Yesu Kristo. Hawezi kufikiria wokovu wowote pasipo yeye. Hawezi kuwa na furaha yoyote pasi na Yesu Kristo. Na je, sijui kwako kama Yesu ana maana kama hiyo. Yaani kuna uzito katika mtu wa Yesu Kristo hivi kwamba ungekuwa tayari kuachana na vitu vyote, lakini msimwache yeye. Je, tumewahi kumwendea Yesu Kristo na kumsihi atuoshe na sisi ili tupate kuwa na sehemu naye? Yesu Kristo tusitarajii kwamba atatunawisha miguu, lakini yuko tayari kutuosha kwa damu yake mwenyewe aliyotoa pale msalabani kwa ajili ya dhambi. Lakini je, umewahi kuenda kwake na kuomba ya kwamba upate kuoshwa wewe mwenyewe kutokana na dhambi zako nyingi? Pasipo neema hiyo huna sehemu naye, na haijalishi ya kwamba utaenda kanisani ama utaenda wapi, haijalishi ya kwamba umefanya maombi mangapi katika maisha yako, haijalishi matendo yako ni mazuri namna gani, kama hujaoshwa naye usitarajii kwamba una sehemu naye. Ni nini ambacho kitatusafisha dhambi zetu? Wimbo unasema hivi: hakuna kitu pasi na damu yake Yesu Kristo peke yake. Lakini Yesu Kristo hakumkataa Petro licha ya maneno yake. Yesu akamjibu, mtu aliyekwisha kuoga anahitaji kunawa miguu tu. Hamwachi Petro, na hata kuacha wewe ukija naye na kuomba uoshwe naye, usamehewe dhambi zako. Alikuwa tayari kumsamehe Petro, hata kukana kwake alimsamehe. Lakini Petro alikuwa sahihi moyoni, alimpenda Yesu Kristo, lakini hakuwa sahihi kwa njia nyingine, kwa kusema ya kwamba unioshe kuanzia miguu hadi kichwa,
alikuwa hajaelewa kitu. Petro mwenyewe alikuwa tayari muamini. Alikuwa tayari amesafishwa na Yesu Kristo. Ilikuwa tu ya kwamba miguu yake ilikuwa michafu kwa kutumia mfano wa Yesu Kristo. Anasema hivi Yesu Kristo, mstari wa 10, mtu aliyekwisha kuoga. Mara ya kwanza kutumia neno hili, kila mara nyingine ni kunawisha, hapa ni kuoga. Mtu aliyekwisha kuoga anahitaji kunawa miguu tu. Yani ameenda kuoga mtu yusafi, kuanzia juu hadi chini yusafi, lakini mara anapokanyaga nje, ni nini kinachafuka? Miguu yake. Yesu Kristo anasema, ninyi wanafunzi wangu, isipokuwa yule mmoja, yule msaliti, Yuda Iskariote, ninyi ni safi tayari, mmeoga, mtaenda mbinguni, lakini miguu inaendelea kufanya nini? Kuchafuka. Tunapewa picha ya nini hapo? Wokovu ni mtu ambaye ameoga, amekuwa safi katika damu ya Yesu Kristo, lakini dhambi inabaki ndani yake, kama vile Yohana anatuambia katika waraka wake wa kwanza, mlango wa kwanza. Yule ambaye atasema ya kwamba mimi si mtenda dhambi ni mwongo. Hakuna. Ndio maana kila siku tunajichafua na dhambi mbalimbali, iwe ni matendo ama maneno, kama vile Petro alivyonena vibaya, ama iwe kwa hasira, ama iwe kwa dhambi yoyote, lakini tunajichafua. Lakini Yesu Kristo anamwambia Petro, hujajichafua hivi kwamba hujaokoka. Petro, umeshaokoka, lakini mimi nahitaji kukufanyia utakaso kila siku. Yesu Kristo hawaokoi tu watu wake kutoka kwa dhambi zao, anawaondolea hata hamu ya kutenda dhambi, na anaendelea kuwasafisha siku baada ya siku. Lakini anamwambia Petro, usiseme ya kwamba hujawahi kuoga. Umeoga Bwana, lakini kuendelea kunawishwa miguu kirohoni ndio lazima. Hapo ndio tunapata mafundisho mawili tofauti. Mafundisho ya kuhesabiwa haki ndani ya Yesu Kristo, ambayo haiwezi kubadilika. Mtu ambaye ameshaoga, ameoga, amesafishwa kabisa katika Yesu Kristo, lakini kwa vile anachafua miguu yake kila siku, lazima Yesu Kristo amfanyie pia kazi ya utakaso. Anaendelea kumfundisha katika maisha yake. Lakini anasema mmoja si safi. Alijua ni nani ambaye angemsaliti, ndio sababu akasema si kila mmoja aliyekuwa safi. Jambo moja la kusema hapa, Yuda Iskariote, yule ambaye alikuwa pamoja na Yesu Kristo kama wale 11 wengine, ambaye alisikia mafundisho yale yale, ambaye aliona miujiza ile ile, ambaye alisikia maneno yake, ambaye aliona matendo yake, ambaye aliona ukarimu wake, ambaye alimwona Yesu Kristo akijishusha kwa namna hiyo, Yuda Iskariote. Lakini yale yote aliyoyaona hayakumfanyia hata chochote. Akabaki kuwa ni yule Yuda. Yule Yuda ambaye ni mlafi, ni mchoyo wa moyo. Yule Yuda ambaye anapenda fedha kumliko Yesu Kristo mwenyewe. Baada ya kumwona kwa muda huu wote na kujifunza kutoka kwake, hajabadilika. Hatari iliyopo ya mtu kusikia habari za Yesu Kristo, kujifunza kutoka kwake, kusoma neno na kubadilika. Chui anawezaje kubadilisha madoa yake? Nguruwe anawezaje kubadilishwa tabia asirudie matope alikotoka? Hawezi mwenyewe, mpaka Mungu mwenyewe kwa roho wake aje ambadilishe. Na vile vile kwako, muombe Mungu akubadilishe kutoka ndani, ili uweze kumkimbilia Yesu Kristo na kuondolewa dhambi na kufanyika kuwa kiumbe kipya.
Tumalizie hapo kwa mstari wa 12. Alipomaliza kunawisha miguu yao, alivaa tena mavazi, akarudi alikokuwa ameketi. Akauliza swali, je, mmeelewa nililowafanyia? Ninyi mnaniita mimi mwalimu na Bwana. Ni sawa, maana ndivyo nilivyo. Kwa hiyo ikiwa mimi niliye Bwana wenu na mwalimu wenu nimewanawisha miguu ninyi, pia hamna budi kunawishana miguu ninyi. Kwa nini? Anaonyesha hapa ya kwamba kila alichofanya kilikuwa ni mfano kwa watu wake, ni mfano wa kuigwa, ni mfano wa kujitolea, na hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kujitolea namna hiyo isipokuwa amekutana na Yesu Kristo. Hakuna mtu yeyote ambaye atakuwa tayari kupoteza na kuteseka na kupitia hali ngumu kama hizo kwa ajili ya jina la Yesu Kristo kama hajamjua kwanza. Hakuna upendo huu utakaodhihirishwa wa mtu kujishusha chini kabisa mpaka yule aliye chini na maskini zaidi na kumhudumia, isipokuwa huyu amesha kutana na Yesu Kristo na kujifunza kutoka kwake. Upendo wa namna hii ambao tunasoma habari zake katika Wakorintho wa kwanza 13 na kusonga mbele, ya kwamba pasi na upendo huu sisi ni kama kengele inayolia. Lakini tujifunze kitu hapo. Upendo huu hutoka kwa Bwana mwenyewe, na kama sisi tutakuwa na upendo namna hiyo, itakuwa tumejifunza wapi? Pale kwa Bwana ambaye alijishusha chini kwa njia ya ajabu ambayo hatuna mfano wake katika historia yote ya dunia, ili awahudumie na hata afe kwa ajili ya watu wengine. Tuombe.